Hello everyone. Leo tunaendelea mbele kwenye topiki yetu ya ya hesabu ambayo inaitwa rate and variation, tukianza na kipengele chetu cha rate. Rate, kabla ya kuendelea mbele, kwanza tunatakiwa tufahamu neno nini rate. Rate hili ni neno lilotumika sana katika sehemu mbalimbali. Kwa mfano kwenye physics sana tulikuwa tunatumia kwenye tuseme, na ukienda kwenye mada inaitwa linear motion, ukiulizwa what is the velocity, unasema velocity is the rate of the displacement. Ukiulizwa what is the acceleration, unasema acceleration is the rate of velocity. What is the power, power is the rate, yani ile rate la maana nyingi. Ukiulizwa what is the power, power is the rate of work done. Sasa hili rate la kitu gani? Rate ukisema popote unaweza ukafahamika kuwa inamaanisha something divided by time. Yani inamaanisha kitu chochote unakigawa kwa time. Ndio maana ukisema power, power is the rate of work done. Kwa hiyo unapata kuwa hii sawa na nini? Work done over time. Kwa sababu nini? Ni rate. Ukiangalia acceleration, acceleration is the rate of velocity. Kwa hiyo acceleration sawa na change ya velocity kwa nani? Kwa time. Ukiangalia what is the speed, speed is the rate of distance. Kwa speed sawa na nini? Rate of distance. Distance ukigawa kwa time. Yani ukiangalia hii rate ina means something ukidivided by nini? Kwa time. Kwa hiyo hapa tunapata maana kwa rate is something divided by time. Na hii rate vile vile inaweza kutusaidia, ina kazi mbalimbali. Kazi yake ya kwanza inaweza kutusaidia kujua relation between quantity moja na quantity nyingine. Kwa mfano tukiangalia tuangalia kitu tunaita speed kwa mfano speed hii kwa mfano tukiangalia unaambiwa speed of moving object is a rate of distance. Kwa hiyo kwa vile tushafahamu na rate, kwa hiyo speed ya moving ya object inakuwa ni rate of nini? Of distance. Kwa maneno mafupi speed ni sasa distance over nini? Over time. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni rate of distance. Kwa hiyo rate ina means something over time. Kwa ni this time hapa of distance, na distance yetu ndio hii hapa, na hii ndio nini? Speed. Sasa vile vile rate inatumika to show how one quantity is related to another quantity. Yani rate pia sometime inatumika kuonesha how quantity moja inahusiana na quantity nyingine, either increasing or decreasing, au either kuongezeka au kwa nini? Kupungua kwa hiyo nini? Quantity. Kwa mfano tukiangalia hii speed unit yake inakuwa ni nini? Meter per second. Tuchukulie hii unit yake meter per second. Kwa mfano mtu ukatumia speed, tujalie hii hapa, kwa tujalie katumia 10 meter per second. Yani hii inaonesha vipi uhusiano baina quantity ya meter na second? Yani hii ina means that huyu jamaa huyu anatumia sekunde moja kutembea mita ngapi? Mita 10. Kwa hiyo hapa unaonesha nini? Unaonesha hiyo relation hapo baina ya second na nini? Na meter. Yani baina ya time na baina ya nini? Na distance. Kwa hiyo hapa ndo naambiwa rate show how one quantity is related to another quantity. Kwa hiyo hapa ndo tunaona kwa hii tunahusisha na hii. Tumehusisha vipi? Ina means that kuandika hivi na sekunde moja huyu jamaa au hicho kitu kinatembea mita ngapi? 10. Shafahamu? Alafu either increasing or decreasing. Kwa hiyo inaweza kuwa inaongezeka au kwa nini? Kupungua. Tukiendelea mbele kwa mifano ya kufanya mifano ya rate ili kupata kuelewa zaidi. Example 1. Unaambiwa swali la nini? Mfano wa kwanza Roman 1. If a car travels 150 kilometers in 3 hours, what is the speed? Mfano namba 1 lakini Roman 2. If a water tank fills up with 200 liters of water in 5 minutes, what is the rate of flow of water? Kwa tunaanza solution. Tunaanza Roman number 1. Roman number 1 tunakuja ile. Unaambiwa car ina travel kwa 150
150 kilomita. Unajiuliza hii 150 kilomita ni nini? Unaweza kusema ni distance. Kwa hiyo distance yake D inapresentiwa yetu ni ngapi? 150 kilometers. Lakini in 3 hours. 3 hours tumepewa ni nini? Time. Kwa hiyo time sawa na 3 hours. Alafu tukaambiwa tutafute nini? Tutafute speed. Kwa hiyo tumeambiwa tutafute speed. Kwa hiyo tunajua kuwa kwa according to knowledge tumepata katika definition ya rate au introduction ya rate, tumesema kuwa rate nini? Speed ni sawa na distance ukigawa kwa nini? Kwa time. Kwa hiyo hapo unachukua distance yetu ni iko wapi? Distance yetu ni 150 ukigawa kwa time. Time yetu ni ngapi? Time yetu ni 3. Kwa hiyo hapo ukigawa utapata ngapi? Ukigawa utapata 50. 50 ni nini? 50 kilomita per hour. As a unit ni muhimu sana katika kuweka kwenye maswali haya. Speed ya nini ni muhimu sana. Kwa hiyo speed of the car is 50 kilomita per hour. Hii tumeambiwa vile rate inaonyesha nini? Uhusiano baina ya quantity moja na quantity nyingine. Kwa hiyo hii pia hapa imeonyesha uhusiano baina ya quantity gani na gani? Baina ya quantity ya time na quantity ya distance. Kivipi? Hapa unaweza ukasema kuwa hii gari kwa lisali moja inatembea kilomita ngapi? 50. Kwa hiyo hivyo ndio ilipoonyesha nini? Uhusiano baina ya quantity ya time na quantity ya distance. Tunaambiwa if a water tank fills up with a liter of with 200 liter of water in 5 minutes, what is the rate of flow of water? Kwa hiyo tunaanza hii ni nini? Tumepewa volume V ambayo ni 200 liters. Alafu tukapewa nini? Ni 5 meter, ile ni time T ni ngapi? 5 minutes. Alafu tukaambiwa tutafute rate of flow of water. Rate of flow of water. Haya. Kwa hiyo tunajua rate of flow of water ni sawa sana nini? Unachukua volume yake unaigawa kwa nini? Kwa time. Kwa hiyo volume yake ni ngapi? 200 ukigawa kwa time ambayo ni ngapi? 5. Kwa hiyo hapo answer target 40 liter per minute. Kwa hiyo rate of flow of water is 40 liter per minute. Hii inaonyesha uhusiano gani? Hii umeonyesha uhusiano baina ya quantity ya time na nini? Na volume. Yani hii ina means that dakika moja minutes moja inakuwa ni lita ngapi? 40 na inajaza kwa lita 40. Kwa hiyo ndio jinsi inavyoonyesha ni nini, inavyoonyesha relation baina ya quantity moja na quantity nyingine. Ukiendelea mbele, ukiwa bado tuko katika mifano ya rate, mfano namba 2 unasema student had 2 plant seedlings. She measured the rate at which the seedlings were grown. Seedling A grow 5 cm in 10 days, and seedling B grow 8 cm in 12 days. Which seedling was growing more quickly? Kwa hiyo hapa unaenda kutafuta rate zao, ni rate gani ipi ilikuwa inakuwa kwa haraka kuliko mwenzake. Kwa hiyo tunaanza solution. Kwa hiyo hapa tumepewa mbegu mbili. Kwa hiyo lazima ufanye kila mtu A ufanye kivyake na B ufanye kivyake. Kwa hiyo tukianza height ya mwanzo, height of seedling A ambayo HA sawa
sawasawa na 5 cm. Alafu ukija time or day time of seedling A kwa sasa na ngapi? 10 days. Kwa hiyo tumeambiwa tafute nini? Rate of growing seedling A. Kwa hiyo unakuja rate of growing seedling A sawasawa na height ukigawa kwa nini? Kwa time, lakini height ya seedling A na time ya seedling A, ambao height yetu tulikuwa tumepewa 5 cm ukigawa kwa 10 days, ambao ukigawa hapo utapata ngapi? Utapata 0.5, lakini nini? Centimeter per days. Kwa hiyo rate hapa tushapata rate of seed. Kwa hiyo rate ya growing ya seedling A ni 0.5 cm per day. Kwa hiyo tukija huku kufanya kitoto cha nini seedling B, taandika height of seedling B, HB ni sasa na ngapi? Ni sasa na 8 cm. Ukija time of seedling B ilikuwa inachukua kwa muda ngapi? Muda wa siku ngapi? Huu ulikuwa anachukua muda wa siku 12 days. Kwa hiyo tumeambiwa tafute rate of growing seedling B. Kwa hiyo hapa itakuwa RB. Kwa hiyo rate of growing seedling B sawasawa na height of seedling B ugawa kwa time ya seedling B. Kwa hiyo height yake ilikuwa ni 8 ukigawa kwa 12. Kwa hiyo 8 gawa kwa 12 utapata 0.67 cm per day. Kwa hiyo rate B ni sasa 0.67 cm per day. Kwa hiyo hapa unachokifanya wewe, umeambiwa seedling ipi ilikuwa inakuwa kwa haraka. Kwa hiyo unaziangalia hizi rate ya seedling A na seedling B. Sasa unaanza kujiuliza, tumeambiwa hii rate inaonyesha uhusiano baina ya quantity moja na quantity nyingine. Kwa hiyo tunaangalia uhusiano wa quantity ya rate ya nini? Ya seedling A kwanza. Ina means that kwa siku moja mti unakuwa kwa 0.5 cm katika seedling A. Lakini ukija katika seedling B unaambiwa siku moja ilikuwa huo mche unakuwa kwa 0.67 cm 80. Je, kwa kujiuliza wewe mwenyewe, je, ni mti gani au ni mche gani kati ya hizi mbili ulikuwa unakuwa kwa haraka? Jawabu litakuwa ni mche wa B, seedling B. Kwa sababu gani? Ilikuwa siku moja unakuwa kwa height ya 0.67, lakini huyu huku siku moja anakuwa kwa 0.58. Kwa hiyo the seedling, since RB greater than was more growing than RA, need the seedling B to growing more quickly the seedling A.